man of God. Nina miaka 10 kwenye wokovu mpaka sasa hivi. Lakini mimi bado nakunywa pombe, bado nashindwa kuacha zinaa. Yaani kila nikikumbuka yale yote harusi inakuja. Mimi nifanyeje? Nifanyaje? Hebu niambie, nitende nini ili niache hali? Bado natamani, lakini nimeokoka na miaka 10, nashindwa kuacha man of God. Kwanza inapaswa tambue kwamba sisi tumeokolewa kwa neema. Tumepata wokovu kwa neema. Tumekombolewa na Kristo Yesu. Haimaanishi kwamba watu wote wamekamilika. Lakini tambua kitu kimoja. Hakuna kitu kigumu ambacho Bwana anashindwa kukitenda kwenye maisha ya mwanadamu. Ila kitu kimoja tu ambacho kinachowasumbua wengi ni pale ambapo wanakosa makini kwa kumfuata Yesu. Anaposema kwamba aliye ndani ya Kristo amefanyika kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamefanyika mapya. Anamaanisha kwamba yeye atakayeokoka na kumpokea Kristo Yesu anakuja kufanya makao ndani yake. Kinatokea ni kwamba huyo mtu anafanyika upya ndani yake. Ule ukale ndani yake unaondoka, kwa sababu nao kuna Roho Mtakatifu ndani ya huyo mtu. Kuna ufalme wa Mungu umeingia ndani yake. Maana yake si wa kawaida, wala si kawaida tena ndani yake, bali kuna nguvu ya kiungu inatenda kazi ndani yake. Unaona? Kufunga nimefunga. Unaona? Kuomba nimeomba sana. Unaona, nimetoa sadaka sana. Lakini mimi bado niko vile vile na miaka yangu 10. Najaribu kuacha lakini siwezi kulewa, ndo nalewa. Yaani mademu ndo siseme. Yaani mimi nimeshindwa. Nimeshindwa kabisa, nimeshindwa. Yaani mimi jamani. Kwa hiyo umenielewa nilichokwambia? Yesu umeelewa? Nishauri sasa. Nafanyaje sasa ili niingie basi kwenye wokovu? Niende kina na Yesu, nifanyaje sasa? Niambie sasa, nakusikiliza. Kijana, elewa hivi. Hizo nyakati unazopitia, unajaribu kuacha tabia fulani, unashindwa. Unajaribu kuacha ulevi, unashindwa. Uvutaji sigara ama uzinzi, unajaribu kuacha kila aina ya tamaa, lakini umeshindwa. Na unatumia nguvu zako nyingi sana kujaribu kuacha, lakini umeshindwa. Nisikilize kwa makini. Anasema kwamba msilewe kwa mbinyo ambamo ndani yako na ufisadi, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Kilichotokea ni kwamba ulidumisha mahusiano ya kina na roho zingine tofauti na roho ya Bwana. Roho ambazo zilijaribu kuimeza nafsi yako, kwa maana ulikuwa na ushirika nazo. Ulianzisha mahusiano ya kina na viumbe vingine. Kuna roho ya ulevi, tamaa, roho zote ambazo zimejaribu kuteka nafsi yako, na wewe ukakubaliana nazo. Kwa hiyo ukaingia katika ushirika wa kina na zile roho ambazo sasa zinapoteza maisha yako na zinakula fahamu zako, na mpaka leo umekuwa mfungwa. Lakini elewa kitu kimoja. Wewe ni mfungwa, lakini kwa Kristo uko huru endapo ukielewa hiki ninachokueleza siku ya leo. Mahusiano yako ulivyoyajenga na hizi roho zimekupa wewe ugumu ndani yako kuchukua maamuzi mengine, kwa maana bado upo chini ya himaya kwa zile roho. Bado zinatafuna fahamu zako, zinatafuna kile unachokifikiria ndani yako. Leo zinakuteka na kukongoza, zinakupa arosto. Kuna wakati unajaribu kujizuia kufanya kitu, lakini kwa sababu ya zile roho zipo, bado zinakupa arosto ya kufanya kile kitu. Ni zenyewe zinataka, zinajishibisha kupitia mwili wako. Zenyewe hazina mwili. Elewa kwamba zinajishibisha kupitia mwili wako, zinafaidika kupitia mwili wako. Ila ulichoshindwa kuelewa kitu kimoja. Unapopokea Kristo Yesu, anapofanyika kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana yake inapaswa maisha yako wewe yasiwe yako, uyaishi maisha ya Kristo Yesu. Maana yake ni kwamba Kristo Yesu akupe maisha yake.
Yaani wewe uyapokee maisha ya Kristo ili wewe uweze kuyaishi, sio maisha yako umpe Yesu, bali maisha ya Yesu yaje ndani yako. Ukitaka kuangusha hizi ngome na hizi roho ambazo zimeteka fahamu zako, elewa kitu kimoja: mahusiano yaliyoko kina yanaangushwa na mahusiano mengine yatakokuja na nguvu zaidi. Roho Bwana utakomruhusu ndani yako, yeye atakuja kutengeneza mahusiano na wewe. Haya mahusiano yako na Roho wa Mungu huwa yanainuka kwa nguvu ndani yako na kuweza kuangusha mahusiano mengine ambayo yametengeneza kama himaya ndani yako, ambayo yamekamata fahamu zako na nafsi yako. Huwezi kutoka kwenye hicho kifungo pasipo kuingia kwenye mahusiano ya kina na kiumbe kingine chenye nguvu. Upo kwenye mahusiano na roho zingine, haziwezi kuondoka mpaka utakapoanzisha mahusiano na roho yenye nguvu ambayo imeziumba hizo roho. Una nafasi nzuri sana ya kuwa umempa Yesu maisha yako. Ni nafasi pekee ya kumruhusu Roho Mtakatifu afanye ushirika nawe ndani yako. Manake wewe usabumiti kwa hii roho ambaye Roho Mtakatifu ambaye atainuka ndani yako wakati unatengeneza mahusiano naye, ndipo atakapoweza kukupandisha juu na kuweza kuwashusha waliokuwa karibu maishani mwako, wanaojaribu kumeza kila kilichoko ndani yako. Unaweza ukajiuliza, kwa kuwa umejaribu ukashindwa, ukawa unawaza unawezaje? Nielewe kitu kimoja: tunayaweza mambo yote katika atutie nguvu, kwa sababu Roho Mtakatifu nao ameingia ndani yako. Na hilo jambo ambalo unalopitia utaliweza kwa sababu yupo yeye anayekutia nguvu kwenye hiyo safari yako. Manake mambo yote yanawezekana kwake anayetutia nguvu ndani yetu, Roho Mtakatifu. Usije ukakubali kukamatwa na hizi roho ukasahau ya kwamba kuna huyu ambaye anaweza kukujaza. Ndio maana akakwambia usilewe kwa mvinyo ambamo na ufisadi ndani yake, bali mjazo na Roho Mtakatifu. Manake ulewe katika Roho, ulewe katika Mfalme, ulewe katika Roho Mtakatifu, na si katika mambo ya kidunia. Kufanyika kiumbe ndani yako, manake ukubali Roho Mtakatifu aweze kukuongoza. Kuna nyakati ambazo Roho Mtakatifu anataka kuzungumza na wewe, inatakiwa wakati uruhusu. Usije ukakubali kuziruhusu hizi roho zinazokuendesha sasa hivi ukafanya vile vinataka vyenyewe ufanye. Wakati alosto inapoinuka, wewe nenda kabudu. Wakati hiyo kiu inainuka ndani yako, chukua hata Biblia, anza kusoma neno. Wakati hiyo tamaa inasimama, ingia hata kwenye maombi. Mwarike Roho Mtakatifu ndani yako. Mwarike Roho Mtakatifu, yeye ndiye atakayekuja kufifisha na kunyonya kila kilichoko ndani yako. Yeye ndiye anakuja kuimarisha mahusiano ya kina yenye upendo, yenye nguvu. Usije kuogopa, kwa maana yeye hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu, ya upendo na ya moyo wa kiasi. Inachopaswa ni kwamba ukubali wewe leo hii ndani yako kumruhusu Roho Mtakatifu awe na ushirika na wewe. Na hisi umenielewa? Hapo nimeelewa. Hapo nimeelewa. Kumbe namtukuza Mungu kwa ajili yako. Huwezi kutoka katika hiyo nafasi moja kwenda nyingine pasipo kukubali aliye mkuu wa wote kuanzisha mahusiano naye. Huwezi kubali, yeye ndiye Roho mwenye nguvu. Yeye ndiye atakaye kubatiza katika Roho na moto ndani yako, moto utakaoteketeza kila aina ya tamaa, kila aina ya kiu ndani yako, kwa maana yeye ndiye anayeweza kufanya vyote. Kubali leo hii akupe nafasi nyingine wakutoa katika hicho kifungo. Na hisi kijana na binti, umenielewa? Hauwezi kutoka kwenye hali pasipo Roho Mtakatifu kujaa ndani yako. You cannot. Hauwezi kwenda hatua nyingine.
Mruhusu mahusiano yako ya kina wewe na Roho Mtakatifu ndio yanayotengeneza maisha yako. Hatima yako iko mikononi mwake. Huwezi kwenda popote pasipo yeye. Na Mungu akubariki sana. Roho Bwana akaje juu yako. In Jesus name. Shalom.